Once again tunaifungua dunia, tunakutana na mtoto wa kike anakwenda kwa jina Lalil, na alikuja hapa kwenye nyumba ya mchumba wake, na ilikuwa ni usiku kweli, na mshikaji alikuwa amelala ghafla, akawa anashtuka kama vile kuna mwizi anataka kuingia. Mshikaji kwa shata anakutana na mpenzi wake, mbona usiku? Kikweli baby, nilikumisi mno. Mshikaji anashangaa, saa ni usiku wa manane, bidada katimba mpaka mwamba anamshangaa, ninahitaji minjunjo mie, uninjunje usiku wa manane. Yes baby, mimi nimekumisi, mimi nakuja muda ambao nataka njoo hapa tulale wote, uninjunje ule kitumbua changu. Wewe mshikaji anabaki anashangaa, ni bidada usiku wa manane kamtimbia magetoni. Tulia hapo baby, nikukumbatie, kikweli nilikumisi kweli. Mshikaji akaona hii noma, lakini usije usiku wa manane hivi. Huyu bidada anafungua ya nyumba ya mshikaji, so ana uwezo kuja muda wote ambao anautaka, kwa sababu huyu ni mpenzi wake na wanapendana kinoma noma. Na mshikaji anakwenda kwa jina la Hans. Basi taratibu wakawa na lala zake pale, na bidada anajituliza tu kwenye kifua cha mshikaji, na wao ni wapenzi ambao wanapendana kinoma noma, mpaka mshikaji kampatia mchumba wake ufunguo wa magetoni. Je, wewe unampaga mchumba wako ufunguo wa magetoni? Wakati mwingine tunamwona mshikaji alikuwa akijiandalia chai hapa. Baby, mimi sikule, mbona umevaa kama vile unataka kuondoka? Yes, ni lazima niwe kazini sasa hivi. Kazini? Yaani mimi niko hapa nataka kuondoka? Yes, kwa utaki nifanye kazi au? Yaani utaki mimi nifanye kazi nikae na wewe hapa? Yes, haitaki ufanye kazi. Yaani mimi nikiwepo hapa hakuna kufanya kazi, inabidi tushinde wote hapa mpaka jioni. Hiyo haiwezekani. No baby, usiende kazini, tubaki wote. Siwezi nikabaki hapa kwa sababu inabidi nikafanye kazi. Amna baby, mimi nataka tubaki wote, nataka tule wote. Uninjunje, mimi nataka uninjunje tena unikamie baby wewe, mpaka nikiomba maji uninyime. Yaani nikiomba maji uninyime? Hapana, ni jambo ambalo haliwezekani. Wewe una matatizo gani? Inabidi niende kazini. Okay. Bidada akajichenga pale. Mwanamke vipi? Mshikaji akabaki anamshangaa mtoto wa kike, eti anataka mshikaji asiende kazini, wabaki eti wananjinjana maskani. Basi bana, wakati mwingine mshikaji rafiki yake alikuja hapa. Huyu rafiki yake anakwenda kwa jina la Bob, na walikuwa wakizungumza masuala mazima ya biashara. Yani walikuwa na kikao kidogo cha watu wawili kati ya mshikaji pamoja na rafiki yake. Hao wawili wanafanya kazi kwenye kampuni moja, na kwenye kampuni yao wao ndo mabosi, lakini wana CEO mkuu ambaye amekuwa akiendesha kampuni yao. Wao wamekuwa ni watendaji wakubwa, na pia wana wafanyakazi wengine wadogo. Huku bidada alikuwa akimpigia mshikaji simu, lakini mshikaji okoti. Kama unavyojua ni kwamba mwamba kwa sasa hivi yupo kwenye kikao na rafiki yake kipenzi ambaye anakwenda kwa jina la Bob. Bidada anapiga simu, lakini mshikaji hapokei. Hii haiwezekani. Kwa nini hapokei simu? Huko mshikaji yuko busy anazungumza masuala ya biashara. Ule mzigo inatakiwa tuupeleke kama inavyotakiwa, kwa sababu kama unavyojua bosi wetu ni mkali. Ili bosi wao ni mzungu na yuko Marekani, ni mkali kinoma na ghafla bidada katimba pale. Hivi baby, nini ambacho unakifanya? Unakielewa kitu ambacho nakifanya? Na kupigia simu muda wote utaki kupokea. Utaki kupokea kweli simu? Eti unaniacha mimi nikae na huzuni kweli kwa sababu yako? Mimi sijapenda bana. Bidada kaona jichenga, njoo huko. Kamchukua mshikaji kamvuta. Yaani bidada hataki mshikaji eti afanye kazi, anataka muda wote waongee kwenye simu, wewe pamoja, wewe wananjunjana. Ndio kitu ambacho mtoto kike anakitaka, na mpaka rafiki yake na mshikaji akawa anamsikitikia tu. Hivi wewe kweli mimi nakupigia muda wote simu ulikuwa uioni au? Nilikuwa na kazi na simu yangu. Kipi cha muhimu? Cha muhimu ni mimi. Yaani kabla ya kufanya kazi inatakiwa uongee na mimi. Hapana, inatakiwa nifanye kazi kabla ya kuweza kufanya jambo lolote. Kwa hiyo ndio uache kupokea simu yangu. Kwa hiyo unachokitaka ni kwamba mimi niache kazi nianze kupokea simu zako, si ndio? Yaani bidada kitu ambacho anakitaka ni kwamba mshikaji aache kazi alafu then apokee simu zake. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hakuna mwanaume anaweza kufanya kitu kama hiko, eti aache kazi eti kwa sababu mpenzi wake anampigia simu. Ni jambo ambalo haliwezekani. Bidada alikasirika pale, alafu then akawa anajichenga. Mshikaji kuna namna anachoka haya mahusiano, kwa sababu mtoto wa kike anamzingua kinoma noma. Eti Hansi anachokifanya unaona ni sawa? Yaani apokee simu zangu kwa sababu ya kazi. Wanda alikuwa busy. Ubize ndo nini? Yaani acha kupokea simu zangu eti kwa sababu ya kazi. Umezidi na wewe rafiki yangu bana. Wewe utaki mwanaume wako afanye kazi? Mwache mwanaume afanye kazi bana, unazingua. Ndio rafiki yake alikuwa akimsii mwenzie kwamba anazingua. Inatakiwa aweze kumwacha mshikaji afanye kazi, kwa sababu ile ndio inamweka hapa mjini, na ndio inamfanya mshikaji aweze kulipa kodi na kila kitu. Lakini bidada anahitaji mshikaji eti awe anaacha kazi, awe anamzingatia, awe anapokea simu. Wakati mwingine tena kwa mara nyingine mshikaji rafiki yake alitimba mpaka maskani kwa mwamba. Kama kawaida mara nyingi huwa wanapenda kufanyia kazi zao nyumbani. Kama unavyojua nilivyokuambia kwamba hawa ndo mabosi wa kampuni, lakini wana bosi mkubwa ambaye yuko Marekani, ni mzungu. Na so muda mrefu huwezi kuamini kwamba huyo bosi wao siku leo alikuwa akiwapigia wao ili simu, kwa sababu alikuwa akihitaji kuzungumza naye, kwani kuna losi kubwa sana imetokea kwenye kampuni. So
mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Hans na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Bob walikuwa hawahitaji kuweza kuwasiliana na bosi mpaka waweze kuclear hicho kitu. Basi bana, kitu ambacho walikuwa wakihitaji ni kuweza kuclear kila kitu alafu waweze kupokea simu ya bosi. Lakini kila wakijaribu kuclear hakuna kitu ambacho kinaenda sawa na bosi anazidi kupiga simu. So kitu ambacho walikifanya ni kuweza kuwasiliana na bosi hivyo hivyo. So waliweza kuchukua jukumu la kuweza kuipokea simu ya bosi. Habari za jioni bosi. Salama vipi? Sielewi kitu ambacho kinaendelea. Bosi ndo alikuwa akiuliza hivyo. Lakini ghafla huwezi kuamini kwamba kuna sauti ilisikika. Kubababake wewe na bosi wako wote ni wasenge. Yaani upokee simu zangu kwa sababu wewe bosi wako mpumbavu, mjinga. Tulia. Kudada nikuwa analibu. Huwezi kuamini kwamba mshikaji alimbeba bidada na kumpeleka chumbani. Samani bosi, wewe aliongea so kitu alo usimzingatie. Samani bosi, naomba utusamee kwa kitu ambacho kimeendelea hapa. Hivi una akili timamu kweli? Si upokee simu zangu. Kisa sipokee simu zako ndo mtukane bosi wangu, si ndio? Ndio kwa sababu huyo ndo anakupa kibuli. Lil kweli? Yaani bosi wangu ndo ananipa mimi kibuli. Kwa maana hiyo hutaki nifanye kazi, ndio? Mshikaji alikuwa mkali kwa sababu mtoto wa kike kamtukana yeye pamoja na bosi wake, na yale matusi ambayo bidada kamtukana mshikaji pamoja na bosi wake ni kwamba bosi alisikia kila kitu ambacho bidada alikuwa amekizungumza. Na ukumbuki kwamba hawa wawili wametengeneza loss kwenye kampuni. So pamoja na matusi ya bidada, sidhani kama mshikaji ataweza kupata kazi. Na mshikaji alimwambia kwamba nimechoka. Nataka mahusiano yetu yaweze kufika mwisho. Kweli unataka kuniacha kwa sababu ya kazi zako? Kweli kabisa unataka kuniacha? Mshikaji akamwambia yes, nipe funguo wangu wa nyumba. Okay, nakupatia. Bidada akawa anachukua funguo wa mshikaji, basi akawa anatoa uachanisha ufunguo wake pamoja na mshikaji. Mshikaji kamnyang'anya pale, alafu then kauachanisha chap jichenge. Bidada kwa asila akawa anajichenga pale, na mshikaji alikuwa amemind kinoma. Rafiki yake na mshikaji akawa anamwangalia bidada ndo anajichenga vile na ameshaharibu. Mshikaji anafika ni kwamba kila kitu tayari kimesha haribika. Yaani mambo yote yamesha fail. Kiukweli mwanangu, tumeshazingua. Yaani wamba wameshazingua. Na aliyoponza ni mtu hakika. Wakati mwingine bidada alikuwa akizama zake mpaka maskani. Ghafla kuna mwamba akawa ametimba na gari yake. Bidada akawa anashangaa, huyu nani tena? Na kuna mshikaji akawa ameshuka hapa. Bidada kabaki anashangaa, jamani Jeremy, upo? Yes, nipo. Huyu mshikaji na mtu kike, huwezi kuamini ni kwamba wamesoma chuo kimoja. So ni watu ambao chuoni walikuwa ni marafiki kinoma. Na mshikaji akamwambia, nimetafuta mpaka nimejua sehemu ambayo unaishi. Jamani kiukweli nilikumisi. Basi karibu ndani. Mshikaji akawa amekaribishwa mpaka ndani. Basi bana, baada ya kuweza kufika ndani, huwezi kuamini kwamba kilichofuata ni mastori tu. Yaani mastori alikuwa kama yote. Na mshikaji alikuwa akimwambia, vipi, unamchumba? Hapana. Wewe kwamba jimbo liko wazi. Yes, jimbo liko wazi kabisa. Hata mwenyewe kiukweli sina mchumba ni kabisa, jimbo liko wazi hivi. Wewe mshikaji na mtoto wa kike ni kwamba walikuwa marafiki kinoma noma. So bidada ni anamchekea tu mwamba kwa sababu mwamba amemtafuta kinoma noma, alafu wote wamekutana wakiwa single. Kama wewe uko single na mimi niko single, inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea. Unamaanisha nini? Yanamaanisha tunaweza tukafanya kitu kati yangu mimi na wewe. Acha mambo yako na Jeremy. Mimi na wewe kivipi wakati sisi ni marafiki? Yaani kwamba hao ni marafiki kinoma noma. Sema ndo vile walikuwa wamepotezana, kwani mshikaji Jeremy alikuwa zake Marekani na mshikaji katimba hapa Nigeria, na alimwambia bidada kwamba nimetimba hapa moja kwa moja, yani kwa sasa hivi mimi ni hapa pamoja kwa moja. Bidada akasema basi hakuna shida, ni kuangalia chochote kitu uweze kupoza ko, au unasemaje? Mshikaji akasema hapana, so wala usijali. Basi baada ya story nyingi, mshikaji akawa anajichenga na akamwomba mtoto wake kwamba atakuja kwa wakati mwingine tena kumsalimia, na bidada alikuwa akimkaribisha tu mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Jeremy. Meleni mapetepete. Mwamba akawa anajichenga pale. Huwezi kuamini ni kwamba usiku walikuwa kibonga na simu kwa sababu tayari wameshabadilishana namba na walikuwa ni marafiki wakubwa kinoma noma. Rafiki ulizidi kufaana. Huko upande wa pili ni kwamba wamba anazidi tu kukuna kichwa. Kila wakiwasiliana na bosi ni kwamba bosi hapokei simu zao na kesha wa broke. Hatumi tena maokoto na kampuni tayari ndo imesha kufa. Yaani ilikuwa ni asila kinoma noma. Yote ni kwa sababu ya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Lil. Mshikaji alichanganyikiwa. Hii ni too much. Hii haiwezekani bana. Kivipi hiyo hivyo? Mbona ni kidogo tu na tumekuwa waaminifu kwake kwa muda mrefu. Kwa nini atufanyie hivi? Yaani ilikuwa ni asila kinoma noma kwa sababu huyu bosi wamemtumikia kwa muda mrefu na wamemfanyia vitu vingi kweli. Eti lost tu ya siku moja boss kaamua kuwa block na kawakatia mawasiliano, hataki mazoea hata kidogo. Mwamba alikuwa amemind kinoma noma. Huko upande wa Jeremy ni kwamba yuko zake tu na mtoto kike ambaye anakwenda kwa jina la Lil, na mshikaji alikuwa akimtongoza bidada, kiukweli mimi nakupenda, tafadhali kuwa na mimi
please. Mimi nakupenda kweli yani. Mimi siwezi kukuumiza, siwezi kufanya chochote kibaya. Jamani, nikubali. Na ukikubali, mimi kiukweli, mimi nitakupenda zaidi. Unajua mimi nakuonaga kwenye glasi. Wewe mbona unanidanganya? Kweli, mimi ninapokunywa maziwa na kuona kwenye glasi walai mtoto wa kike. Kikweli mimi siwezi kuishi bila wewe. Tafadhali, kubali. Sema okay basi. Okay. Bidada huwezi kuamini ni kwamba alimkubalia mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Jeremy, na mwamba alikuwa akimshukuru mtoto wake kwamba asante sana kwa kuweza kukubali kuwa na mimi. Yani bidada hajamaliza hata wiki kaachana na mshikaji, siku ya leo eti kaamua kutafuta mchumba mwingine. Yani kaamua kumkubalia mwanaume mwingine ambaye alikuwa ni rafiki yake ambaye anakwenda kwa jina la Jeremy. Basi mshikaji akawa na mbusu pale na akawa anamwaga mtoto wake kwamba atakuja kwa wakati mwingine waweze kunjunjana. Basi taratibu wakawa anajichenga pale na mtoto wa kike akawa anamsindikiza mshikaji. Kweli, yani hata siku 3 hazijaisha umeamua kumkubalia mwanaume mwingine. Yes, kama niko single sina mkubalia mwanaume yote. Wewe noma kweli. Yani sijaiona mtu kama wewe. Hata wiki haijaisha. Wala ungechukua hata mwezi, hata wiki moja tu. Sasa mtu kama ameniacha mimi nifanye nini? Hapana, ndio ikumaanisha kwamba utafute mwanaume mwingine. Ndio nimeshafanya hivyo. Sasa nyinyi mnasemaje? Kwa hiyo hamtaki mimi niwe na amani, si ndio? Huyu ndio mwanaume ambaye naona kabisa atanifanya niwe na amani kwa sababu ananipa muda wake. Anakupa muda wake kwa sababu hana kazi za kufanya. Kwa na mwanaume ambaye ni gentleman, anafanya kazi. Mimi sitaki. Rafiki yake akawa anamcheka. Yaani anamuona rafiki yake kama anazingua. Huko kwa upande wa mshikaji ni kwamba ni mawazo tu. Hana kazi, hana mchongo hapa mjini. Mpenzi kamwacha, wameachana, wamezinguana. Yaani mshikaji alikuwa na mawazo kinoma ni stress za kufa mtu. Yaani stress bla. Wakati mwingine mshikaji alikuwa mwawei, ghafla anamuona bidada yuko na mwanaume mwingine. Vipi? Hata siku 3 hazijaisha. Na mshikaji alimwacha mtoto kike sio kwa sababu ampendi. Alimwacha kwa sababu alimtukana bosi wake pamoja na yeye. Mshikaji akamaindi kinoma kweli. Nimeamua kunifanyia hivi. Basi bana, huwezi kuamini ni kwamba mshikaji aliamua kutimba mpaka nyumbani kwa bidada na akala 4 hapa. Naona rafiki yako anakuja tu muda mrefu, ndio? Anakuja. Lakini rafiki yake anatetemeka kwa sababu anajua rafiki yake ametoka na mpenzi wake na lazima watarudi wakiwa wawili. Bidada anatuma SMS, lakini huwezi kuamini kwamba ameshachelewa muda si mrefu. Bidada ndo akawa anagonga hodi. Nasikia anagonga hodi. Yes, mfungulie. Bidada kufungua. Huwezi kuamini kwamba wakatimba wote mtu mbele. Mshikaji akajitoa ufahamu pale. Jamani my baby, nakupenda sana kipenzi changu, nilikumisi jamani wewe. Kiukweli unaonekana vizuri. Bidada akawa anaogopa. Jamani niache wewe. Nakuachaje my dear? Kikweli umependeza. Jamani. Habari yako guy? Unaitwa nani yani? Unaitwa nani? Mshikaji si akawa ajibu, mwamba akasema vunga, alafu then akamrudia mtoto wa kike. My dear, tukanjunjane sebleni au tunjunjane chumbani? Samani. Sielewi. Huyu ni nani yani? Huyu ni nani? Kwani huyu ni nani? Yani sielewi. Huyu ni nani? Njoo huko. Bidada anagoma lakini mshikaji anamvuta, twende tukanjunjane. Samani. Mshikaji mandevu, kipala, demu wake amebebwa anapelekwa chumbani kwenda kunjunjana. Hivi una akili timamu? Nini ambacho unakifanya? Baby tulia mtoto. Mshikaji kaamua kujitoa ufahamu. Yaani anajifanya kama hajui kitu ambacho kinaendelea, kwamba wawili walishakorofishana. Mshikaji anajifanya kama vile mahusiano yamefana. Tulia baby. Niache bana, niacha. Tulia mchumba. Niache. Hivi una akili timamu kweli? Wewe uliamua kuniacha wewe. Kukuacha? Mimi sikukuacha. Uliniacha na uliniambia nikupatie fungu yako. Mimi, sio mimi. Unajitoa ufahamu, si ndio? Unajitoa ufahamu. Mimi tayari nimesha move on na nina mwanaume mwingine, au usiseme hivyo. Huwezi kuwa na mwanaume mwingine tofauti na mimi. Alafu umesahau kwamba mimi nakupenda, umesahau kwamba mimi ndo kila kitu kwenye maisha yako. Sawa, lakini kwa sasa hivi hapana. Bidada nataka kujichenga. Mshikaji anasema haujichenge hapa mpaka tunjunjane. Yani mpaka tunjunjane. Nimemisi minjunjo. Bidada anamtoa mshikaji mkono, lakini mshikaji amwachie. Oya, ndakubaka. Ukizingua takubaka. Kuwa mpole baby. Mimi nakunjunja kistaarabu. Niache. Wewe ndio ulikuwa unataka minjunjo. Toka nje. Mimi siwezi kutoka. Mshikaji akapanda kitandani akalala. Yani hapa mpaka tunjunjane. Yani siku leo ni humu tu. Na usijali, ukitaka masaa 4, 5 ni wewe tu. Ukitaka nikupige V7, nikupige V8 ni wewe tu. Alafu mimi nitakuwa napachika na tupia ndani. Bidada akawa anajichenga pale, mshikaji anacheka. Yani anacheka balabala, lakini bidada anaogopa kinoma na alikuwa akimsindikiza mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Jeremy. Kweli yani unaniaibisha mbele ya rafiki yako kwa kuniletea mpenzi wako, alafu mnaenda zenu chumbani yetu kunjunjana? Kweli. Inatosha. Hapana, yule ni ex wangu, sio mwanaume wangu sasa hivi. Tumeshaachana. Mmeachana? Yes, tumeshaachana. Yule sio mwanaume wangu kabisa. Yani sio mwanaume wangu kabisa kiukweli Jeremy. Mimi nakupenda wewe Jeremy. Lakini mshikaji kamwangalia mtoto wake kwa jicho fulani hivi la mbuzi, jicho la hamu na ngata, mwamba kajichenga.
oh jamani Jeremy. Bidada alikasirika kinoma noma. Kwa ndo umefurahia, si ndio? Umefurahia. Mshikaji ndo anachekelea, yes nimefurahia. Tubaki tunanjunjana, tubaki tunapeana ni humu tu. Mimi siwezi kufanya chochote na wewe, siwezi kufanya jambo lolote na wewe. Utafanya tu baby, so wala usijali. Siwezi kufanya jambo lolote na utafanya wewe. Yani lazima siku leo nikunjunje, yani nitakunjunja mpaka nikunjunje tena. Lakini bidada alikuwa hahitaji, kwa sababu yeye anachotambua ni kwamba wao na mshikaji wamesha achana. Lakini mshikaji bado ana force mahusiano yaendelee. Kamvuta mtoto wake bidada kamsukuma pale. Baby tulia bana, kwa mpole. Mimi nakunjunja taratibu, na ukitaka masaa 4 5 kama unavyotaka kila siku unakuja unasema nikunjunje, tunjunjane, wala usijali. Alafu siku leo nimekuja na ufungua getoni kwangu, nataka uchukue. Bidada anagoma, lakini mshikaji kamfunua mkono pale taratibu, kamforce, chukua baby. Alafu kwa sasa hivi sina kazi, njoo muda wote ambao unataka magetoni, mimi nitakunjunja. Mshikaji kajitupia kitandani, nimenjunja tu yani. Mimi nawe sasa hivi nimenjunja, sina kazi. Masaa 24 ukija mimi nakuchapa, nakupalua, nakunjunja muda wote ambao ukitaka. Wewe si ulikuwa utaki mimi ambao nafanya kazi? Kwa sasa hivi sifanye kazi, mimi na wewe ni kunjunjana tu. Yani mimi na wewe ni kunjunjana tu. Stop. Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba hivi msanii wetu ambaye mimba hapa ni wapi, hajatoa wimbo mpya? Ni kwamba msanii wetu ametoa wimbo mpya. Ingia YouTube, andika Kamba the Don Tamtam, utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye screen yetu hapo. So cha kufanya, utabofya katikati ya hiyo ngoma, alafu utaenda kuitazama mwanzo mpaka mwisho, na usahau kuweza kudondosha comment yako kwa kuweza kusema kwamba Genius, nimeijua hii ngoma kupitia wewe. Nadhani kwa sasa hivi nimeshusha ukimya. Msanii wenu katoa ngoma mpya hiyo hapo, nendeni mkaenjoy. Ni ngoma mpya na ni ngoma tamu kinoma noma. Huko upande wa pili bidada alikuwa akimwambia kwamba kiukweli mimi nimechoka. Anapiga simu mpaka anapiga tena, kapiga simu zaidi 48. Mshikaji alikuwa akimpigia simu bidada, lakini bidada hataki kupokea, kwa sababu bidada hataki mazoea na mshikaji hata kidogo. Mpaka alikuwa akizima simu, anapata hasira kinoma noma, yani anapata hasira barabara. Wakati mwingine mshikaji bidada alimfuata mpaka maskani kwake. Karibuni, nadhani ngoja niwaandalie chochote kitu muweze kuenjoy. Mshikaji anaongoza, hapana, tunaweza kuongea hata hapa. Issue ni nini? Simekuja kucelebrate. Hapana, kumbe una kazi kwa sababu yangu? Yes, walikuwa lijui hilo. Bidada ndo siku leo amejua kwamba yeye ndo chanzo cha mshikaji kuweza kukoza kazi, yani mshikaji kuwa jobless, kwa sababu aliweza kumtukana mshikaji pamoja na bosi yake. Mshikaji akacheka pale. Kwa ndo unajua leo si ndio? Sasa hivi sina kazi, nimekuwa jobless kama ambavyo alikuwa. Ukitaka naomba unisemee kwa kitu ambacho nilikifanya siku ile, kwa sababu sikutambua madhara yake kwamba ingekuja kuwa kama haya. Wala usijali, wewe umekuwa upendi mimi nikifanya kazi. Amna, sio kwamba nilikuwa sipendi, ila nakupenda sana wewe, yani napenda sana kuwa karibu na wewe. Yes, na ndio maana ukutaka nifanye kazi, ukutaka nifanye jambo lolote, ulitaka niwe jobless, ndio? Hapana, sikutaka wewe. Ndio hivyo, yani ulitaka iwe hivyo, na ndio maana kila muda ulikuwa unaniharibia, kila muda unanifuatilia, kila muda unanichunga, linda. Mimi sijui kukuchiti hata siku moja, lakini ulikuja ukamtukana bosi wangu na ukanitukana na mimi, ukaitukana kampuni yetu. Kikweli ulikosea, tokeni nje. Mshikaji akaona jichinga, jamani Hans, lakini mshikaji alikuwa ameshawaambia wajichenge, watoke nje. Bidada alifika magetoni kwake, alikuwa na huzuni na alikuwa akijisikia vibaya, kwa sababu yeye ndo chanzo cha kuweza kumfanya mshikaji aweze kukosa kazi, na sasa hivi mshikaji ni jobless, so maisha yake kuna namna yanakuwa ni magumu. So bidada alikuwa akifikiria mambo mengi, na mshikaji huku alikuja kumwambia kila kitu rafiki yake kwamba bidada alitimba na alikuja kumuomba msamaha. Na huyo rafiki yake na mshikaji ndo alikuwa amemwambia bidada kila kitu. So hapa mshikaji alikuwa akimwambia kwamba wewe msamee tu, ameshatambua kosa lake, wewe msamee. Yani mshikaji wake na mshikaji ndo alikuwa akimwambia msamaha bidada ambaye anakwenda kwa jina la Lil, kwa mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Hans. Bob, ni ngumu sana kuweza kumsamehe kwa sababu ametukosesha kazi. Wewe mwenyewe unajua tulikuwa na kazi nzuri kabisa. Haijalishi mshikaji wangu, wewe rudi kwenye mahusiano yako, kwa sababu najua ni mwanamke ambaye unampenda. Bob, kitu ambacho anakisema ni kweli. Mshikaji Hans anampenda bidada kinoma na huko bidada huwezi kuamini kwamba siku leo alikuja kumwacha mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Jeremy, kwa sababu anahitaji kurudi kwenye penzi lake la mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Hans. Na alikuwa akimwomba mshikaji radhi kwa sababu amemkosea kweli. Mshikaji akamwambia hakuna shida, kwa unampenda sana eh? Yes, nampenda sana, na nilikuwa naomba urafiki wetu urudi kama zamani. Kweli, yani tumetoka kwenye mapenzi alafu then urafiki urudi. Najua inauma, lakini naomba unisamee.
mimi sikuelewi, lakini hakuna shida, mimi naye tutabaki kuwa marafiki. Yani mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Jeremy alikuwa ana noma kabisa, lakini hili jambo lilimuuma kinoma noma. Eti bidada kumwacha, hakuna shida, wewe ni rafiki yangu na utazidi kuwa rafiki yangu, hiyo haiwezi kubadilika hata siku moja. Mshikaji aliamua kumsamehe bidada ambaye anakwenda kwa jina la Lily, japokuwa amemtumia kwa muda mfupi. Mwamba alikuwa ameshaingia mazima kwenye penzi, kwenye huba la bidada ambaye anakwenda kwa jina la Lily, lakini bidada ameamua kulikatisha na anarudi kwenye penzi lake la mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Hans. Basi mshikaji akamwambia hakuna shida, tukipata time nitakuja tena kukutembelea. Alafu mshikaji akajichenga. Ni kwamba mshikaji kaondoka, sio kwamba amependa, ana kinyongo tu. Bidada akawa anawaza ni aelewe nini cha kufanya. Baada ya wiki kadhaa bidada alikuwa ametimba zake hapa, alikuwa akijisomea kitabu cha mapenzi na rafiki yake akawa ametimba hapa. Eti anasoma kitabu cha Menjinjano, kamnyang'anya pale. Eti ikamfuata, kambusu, kamshika kiuno, kamweka kwa hapa, kamjunja. Kwa unasoma vitabu vya kunjunjana sasa hivi, si ndio? Rafiki yake akawa anamfuata aweze kumnyang'anya kitabu, lakini bidada akawa anakimbia nacho. Nipatie kitabu, lakini bidada anakimbia nacho kwa sababu hataki kumpatia rafiki yake. Na muda si mrefu mlango ukagongwa. Bidada kwenda kufungua. Ni mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Hans. Rafiki yake anazidi tu kusoma kitabu kwa shangaa. Shemeji huyo, shemeji naona umetimba, karibu sana. Akawa anamkaribisha mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Hans, na ikabidi ajichenge awaachie uwanja waweze kuzungumza. Na mshikaji kitu ambacho kimemleta hapa, kaamua kuupoza moyo, kaamua kukubali, kaamua kumsamehe bidada ambaye anakwenda kwa jina la Lily, kwa sababu anatambua kwamba kuna binadamu ambaye asiyekosea. Na bidada alikuwa akimwambia kwamba naomba unisamehe, na japokuwa umenisamehe naomba unisamehe tena, wala usijali, wewe ni mwanamke wangu na nakupenda, so kila kitu kiko sawa. Najua kupitia hili umejifunza na umejirekebisha. Ni kweli bwana, bidada kupitia hili amejifunza na amejirekebisha. Hawezi kufanya kitu ambacho alikuwa akimfanyia mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Hans. Na mshikaji kamsogelea mtoto wa kike. Hao ni watu ambao wanapendana. Kama kuna mtu ambaye unampenda na unamzingatia na amejaa kwenye moyo wako, changamoto ambazo zinajitokeza zisifanye eti wewe ukamwacha. Jitahidi kusimama imara na kuhakikisha kwamba unalitetea penzi lako na kuweza kuutetea moyo wako, kwani moyo wako umeshapenda. Ukimwacha au ukiwa unamnunia au kumfanyia jambo lolote baya, hautakuwa unamfanyia peke yake, pia utakuwa unauzuru moyo wako. So mshikaji kaamua kuupendelea moyo wake na kuweza kumzingatia bidada ambaye anakwenda kwa jina la Lily. Na uwezi kuamini ni kwamba mshikaji aliamua kumuoa bidada mazima. Wewe chiko unapata juisi ya miwa, wanapata juisi ya tango. Kama ningekuwa mimi hivi, uwezi kuamini kwamba alikuja kuoana na wakaza watoto wa mchele. Na mtoto wa kwanza alikuwa wa kiume, wakamuita Genius. Wanalipenda jina langu. Kwa wale ambao unisholi pamoja na matangazo, namba ni ile ile ambayo iko upande wa juu upande wa kushoto 0755660003. Dropisha comment yako, naambia unaitwa nani, tukio wapi na maoni yako wewe ni yapi, na usahau kuweza kusubscribe. Mimi ni yule Genius sauti ya Simba. Bye bye na ciao.